huo muda ambao tumetumia kwa ajili ya kushukuru umekuwa ni muda ambao tunajiweka sawa sawa na mapenzi ya Bwana. Na nashukuru Mungu kwa sababu Mungu anapenda watu ambao wanashukuru. Praise the Lord. Na ndiposa nikatangulia kama mtumishi wenu kushukuru kwa sababu ya wema ambao nimeona kupitia kwenu ama kutoka kwenu. Praise the Lord. Na kwa hivyo nasema ni asanti kwa sababu ya hizo familia ambazo zimepata nafasi ya kuweza pia kushukuru kwa sababu ya nafasi ambao waliweza kupata ya kuhudumu na kuweza kubariki watumishi wa Mungu. Asante sana familia ya Mr. Nyaga. Our Vice Chairman, God bless you very much with the family. Mungu awabariki sana. Let's appreciate. Asante sana pia familia ya Madam Mary. May the Lord bless you very much for kwa sababu ya baraka. Mungu awabariki sana. Let's appreciate. Asante sana pia kwa sababu ya familia ya Alice Kinywa na kupitia kwa Faith. God bless you very much kwa sababu ya baraka ambayo umeweza kutubariki nayo na ushuhuda ambao umeweza kutoa. Amen. Nasijui kanisa kama tunaelewa. Wakati mtumishi amesema wakafika airport huko walikuwa na MC hapa Nairobi. Huko wale ambao walikuwa wanasafiri na wao si walikuwa wengi. Wakachukuliwa mtu to the destination ambayo alikuwa naye, akapata mtu ambaye alikuwa anamngojea. Faith wetu, semeni faith wetu, kwa sababu sasa ni wetu. Ni wetu ameenda huko. Faith wetu akakosa mtu. Hebu imagine that scenario. Wengine wamechukuliwa amewachwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akapata madhabahu ikamtetea. Akachukuliwa kutoka hapo tena kwenda kwingine by flight. Si kwa gari. Kwa ndege nyingine aende kwingine. Lakini huko alienda, alianguka kwa mikono mizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio ni baraka. Sio ni ushindi wa madhabahu. Kwa sababu is one thing kwenda. Na ni another thing kwenda kwa mikono iliyo sawa. Familia nyingi zinaenda ndio amepata ushindi wa kwenda. Lakini mahali anaenda kuanguka hata tunakosa kumuona tena. Lakini tunashukuru Mungu kwa mikono iliyo sawa na hata tumeanza kuona si ni kweli? Kwa hivyo nashukuru sana Mama Faith. God bless you very much. Nimependa kanisa to understand that. Amen. Hiyo nyingine ya wapendwa wa marafiki zangu, jua mko na immunity. Immunity iko. Praise the Lord. Lazima hata nyumba ikiwekwa stima lazima inakuwa na earth. Si ndio? Hii madhabahu ni earth. Haiwezi kuchomeka kwa sababu iko na protector. Praise the Lord. Kwa hivyo mko na immunity. Don't msiwe na wasiwasi Madam Mary. It is blessed assurance. Iko sawa sawa. Nanga iko ndani ya Kristo. Amen. No any attack ambayo inaweza kushinda haya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitataka kusema hivyo, nilikuwa nataka kusema kwamba wengine wetu kama tungekuwa kanisani huko nje tungekuwa nini? Wachawi. Were it not for Jesus, huko nje tungekuwa wachawi. That's why unakuta hiyo 0.0 imesema bado ina through osmosis inapita tu hapa kidogo. Otherwise nashukuru Mungu, mtumishi wa Mungu kwa baraka na kazi njema. It started with you. Yote ilianza na nani? Na mtumishi wa Mungu. So I thank you very much pia for the love and for the good thoughts ambazo ulituwazia tukiwa na Justice. Hiyo yote ilitokana na usemi wako na moyo wako. Mungu akubariki zaidi. Appreciate mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So I want to take almost this opportunity kusema ya kwamba ukitendea watumishi
wema umetendea kanisa nzima. Praise the Lord. Kwa sababu we are servants of everybody. Nikikaa vizuri, I will serve better. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo blessing ambayo ndugu yako anafanya, anakusaidia wewe, you should appreciate him na umshikilie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Na in this scenario mtumishi ametuambia sisi ni kushangilia. Tushangilie tu, wasikie kweli they did what was best. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. And there is this moral story ambayo tumeikuta kila mahali inaandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Hadithi ambayo huwa inaelezwa kwamba mwalimu mmoja alikuwa anafundisha na akafika mahali akastop. Ghafla akasimama. Akaanza kupatiana balloon kwa kila mwanafunzi. Balloon. You know balloons. Akapatia. Alafu akawapatia kalamu. Waandike kila mmoja jina lake. Amos, James, Peter, Joseph, hivyo. Kila mtu aandike jina lake. Alafu zote zikaokotwa zikawekwa kwa another room. Hizo balloons zimeandikwa kila mtu jina lake. Alafu wakaambiwa sasa enda kwa hiyo room, tafuta baluni yako. Within 5 minutes uwe umepata ya. Dakika 5 zilipoisha, wakaenda. Baada ya dakika 5 zilipoisha, hakuna hata mmoja alikuwa amepata baluni yake. Wakaambiwa sasa kuna mtu amepata yake? Nobody. Wakaambiwa further instruction. Sasa kwa sababu hamjapata, hakuna mtu amepata yake, ile utapata, chukua yoyote ambayo utachukua, soma jina la huyo mtu, umkabidhi. Within no time kila mtu alikuwa na ya. Tumeelewa. Hawange wakijitafutia Amos nini sio, hakuna mmoja alipata yake. Lakini walipoambiwa nimepata ya Agnes, nachukua, nakabidhi, na yeye amepata yangu, ananikabidhi. Mwingine amepata yule mwingine. Within no time kila mmoja alikuwa na yake. Lakini wangebaki pale, kila mtu akijitafutia yake, wangeishi. Na eventually hata kuna wengine wangekosa zao. Praise the Lord. Kwa hivyo if you wish me, wakati umesaidia mtu huyo mwingine, wakati umemsaidia, if you wish me to succeed in life, hata wewe, amen, ukinitakia mema, Bwana Yesu asifiwe sana, ujue unajitakia hata wewe unajitakia hata wewe mema. Praise the Lord. Kwa hivyo kanisa, hatuwezi kuishi peke yetu. Hatuwezi kujisaidia sisi peke yetu. We need another person. Tunataka huyo mwingine. Ndio hii kazi ya Mungu iendelee vizuri. Ninahitaji huyo. Wewe naye unahitaji tu, ndio kazi ya Mungu ifanywe haraka. Tukitaka kwenda juu, lazima tusaidiane. Kama vile amepatia instruction nzuri sana. They will be the first timers. Lakini kutoka hapo, wacha hilo gurudumu. Kile kigurumu kiendelee kizunguke. Praise the Lord. Now that is a very good vision. Ni maono mazuri. Kama wewe hauko myopia ni mtu mwenye haoni mbali. Short sighted. Ukiona mbali, anaona mbali. Na sio tu mambo na kwenda na ndege, hata haya mambo mengine yote. Praise the Lord. Jambo linaanza mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Linaanza na mahali fulani. Na Mungu akiona hao watu jinsi walivyo, hakika hakuna kizuizi. Don't you understand testimony? Na mtumishi wacha nikwambie, I love you just to you. Without si kwa sababu nakupenda tu. Ametuambia wewe ukileta kidole, anaongea kidogo. Ukileta
milioni kulingana na kile umemletea. Praise the Lord. Hii testimony inastahili tujue kweli kuna Mungu hapa. Wewe unadaiwa shilingi 160, yeye anadaiwa 16 milioni. Wewe ni shilingi 160 na unahepanga huyo mtu hata upitangi karibu na upiti hapo kwa sababu ya 160. Haupiti hapo. Na sasa hauwezi kusoma na hii. Na ujifunze kuna Mungu. Ni milioni, ona 16 milioni na anaweka mikono kwa mfuko na anapitia hapo. Si kwa sababu ya yeye ati ana nguvu, ana uwezo, anaweza wapiga, lakini anaamini mahali hapa. Si kwa sababu nyingine, kwa sababu faith yake, imani yake iko hapa. Iko hapa. Kwa hivyo hata sisi ambao tuko na madeni madogo madogo, tujue hiyo ni kwetu kwa Mungu. If you have faith, hiyo ni imani kubwa sana. Na bado unakulanga inafika tu. Tusome. Si ni kweli? Tuanze baridi. Kuna Mungu ambaye anaweza. Hapa kuna Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hata sasa hayuko sasa kwa madeni. Kwanza anaanza kufikiria mambo ya kweli. Si hapo tu akae bado abaki pale pale tu akifikiria madeni. Hapana. Ni mambo na immigration. Immigration si wa wanyama kuhama. Ni mtu anahama. God bless you. Ni somo kubwa. Ni imani kubwa. Hii ni testimony kubwa sana ambayo inastahili tushike kama kweli. Tusijidharau. Amen. Yule Mungu, kwani kuna Mungu wake na Mungu wetu. Si ni huyo Mungu ambaye tumemsikia sote na huo mlango. Sote tunaabudu Mungu mmoja. God bless you. Umetupatia joto. Hey! Nifanya sifa. Leo nifanya kweli. Hata si nifanya hivyo. Nifanya kweli. Shangwe na vigelegele. Nifanya usifanya. Kwa usifanya. Ya mama ya Ndorobo Saya. God bless you. Nimeshukuru. I'm humble. Yes. Shangwe na vigelegele. Milioni ngapi? 10 zote za ngapi? 17 ama 18. Roho ngapi? Bacha sema tu ndio wewe unababaika na 1000. Mimi sitababaika na ndiye na daima. Asante. Haya, kwamba kuna sahihisho. Amekuja kusahihisha. Nikiongea niongee was ilikuwa. Kuna watu hata mimi najidai kuitanishwa na wao. Si ndio? Hata wewe ukipita hapo semanga na huyu tunashiriki tunaabudu na yeye. Unaishia kwake. Amen. This is wonderful. Ili inenele konilele kiora. Ndani yako ibege soka duda. Mwana gele igale kaiwa maya kwa. Wende weka yoya. Jaro ndani yako na ilishoka duda. Kwa nilele kiora. Jaro ndani yako ibege soka duda. Mwana gele igale. Weka shamba. Thank you. We are blessed. Indeed we are blessed. Tumebarikiwa siku ya leo. Ni testimony ambayo hatutasahau na imetuweka mbele.
anatuweka mbele kiimani. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Na there is this man, kuna mtu ambaye he dared God. Dare ni kufanya nini? Daring God. What's to dare? Kumjaribu. Alimjaribu jamaa, akamjaribu Mungu tu. Praise the Lord. Dared God. Praise the Lord. I'm daring them to enter again. Praise the Lord. Na huyu jamaa ana address Mungu. Hebu tusikie. Ana address Mungu, yani anaongelesha Mungu. Akamwambia Mungu, ninataka amen, uchome kichaka kama vile ulivyochoma wakati wa Musa. Na ukichoma nitafuata. Praise the Lord. Akakaa, hakumalizia hapo. Akarudi akamwambia, nataka hivi Mungu, uangushe ukuta kama vile ulivyoangusha kuta za Jericho. Na ukiangusha nitapigana. I will fight. Ambia God. Bwana Yesu asifiwe sana. Kamwambia Mungu, sijamalizana na wewe. Ninataka wewe kama Mungu ucheze kama wewe. Amen. Haya mawimbi yote usimamishe. Kama ulivyosimamisha wakati wa Simamisha mawimbi Jumapili. Akasimamisha mawimbi pale Galilaya wakati wa kina wanafunzi wake. Alisimamisha mawimbi kama vile alivyosimamisha Galilaya. Praise the Lord. Akamtia Mungu akamwambia, hapana, nataka sasa usimamishe. Ameanza na Moses, akakuja kwa Joshua, akamalizia na mawimbi. Amen. Na ukisimamisha mawimbi, I will listen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naye Mungu ni Mungu. Na Mungu anacheza kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo naye Mungu akachukua hatua. Haleluya. Jamaa naye akaenda akaketi karibu na msitu. Abushi. Si aliongea kuhusu? Akaenda akakaa karibu na kakichaka kama kale ka wakati wa kama wakati wa Musa. Akarudi, yani alichagua hivi. Ameongea kuhusu kichaka, ameongea kuhusu ukuta, na ameongea kuhusu mawimbi. Na anapatikana wapi? Baharini. Kwa hivyo akaenda mahali kuna kakichaka na kuna kaukuta na ni karibu na bahari. Sijui kama umeelewa. Akaenda akatafuta mahali ambako kuna kichaka na ukuta na kuna bahari. Aone Mungu akicheza kama yeye. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Mungu kama vile umesikia Mungu anatii na anafanya. Amen. Sisi ambao tuko na imani anafanya. Lakini kwako shilingi 100 itakufanya upite maili 10. Huyo jamaa sikuone mwezi mzima. Praise the Lord. Na wakati mtakutana utampatia mbao. Aanze kupunguza. Sasa imebaki 8. Amen. Kwa hivyo Mungu alimsikia huyu mtu na akaamua kumjibu. Haleluya. Mungu akatuma moto badala ya kichaka, akatuma
akatuma moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatuma moto, na huu moto akatuma moto kanisani. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hakutuma kichaka, lakini alituma moto, kama vile ametuma moto siku ya leo katika kanisa la Bwana. Yule jamaa akingojea pale kichaka kichomeke, moto ulichomeka kanisani, tukapata testimony kama zile tumepata siku ya leo. Jamaa anangojea tu kichaka kichomeke, lakini kichaka kishachomeka kanisani. Kuna kichaka leo kimechomeka? Ama nyinyi mnangojea mpaka wakati tunaona Musa pale kichaka kichomeka? Kuna kichaka leo kimechomeka. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kichaka kimechomeka siku ya leo kanisani. There is fire. There is fire in this church today. Hallelujah. Wewe ngojea kichaka kichomeke uone moto. Jamaa kaketi pale pa. Si yako pale tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anachezanga kama yeye. Hallelujah. Mungu alipotuma moto kanisani, amen, akatoka hapo katika kanisa, kukawa kulikuwa na ukuta wa dhambi, kaubomoa. Watu wakaokoka, watu wakaamini, watu wakawa na imani, watu wakatoka hapo wameokoka, watu imani yao ikaenda juu kwa sababu ya testimony ambazo tumepata mahali hapa. Amen. There is fire and the walls have been broken. Hallelujah. Praise the Lord. Sisi tunangojea kuta zianguke. Kuna kuta ambazo umeangusha hapa. Ile testimony zenu, Mama Faith, Madam Mary, Vice Chairman, hizo ni kuta ambazo zimeanguka, kwamba kulikuwa na kaukuta kanafanya hata uwe unaenda mbali, ukingonyoroka ndio usionekane na mwenye kukudai. Huo ukuta si umebomoka? Wewe unangojea wa Jericho ubomoke? Hakuna kuta za Jericho zinabomoka siku ya leo. Kuta ambazo zinastahili zibomoke ni kuta za imani. Kuta za imani zibomoke, tujue ya kwamba anatenda. Mungu yuko. Bado anabomoa nini? Bado anabomoa kuta. Wewe unangojea muende ukaone kuta zikibomoka za Jericho. Asante. God bless you very much. Bwana Yesu apewe. Are we together, church? Are we together, church? Sikiza. Mungu anacheza kama Mungu. Mungu anacheza kama Mungu. Akatoka hapo. Haya. Si watu wame imani yao ime. Amen. Kuna watu ambao walikuwa wameingia kwa huu mlango wakiwa mioyo yao haina imani, wakiwa mioyo yao haina amani, wakiwa hawajui iko namna gani, lakini kuna mioyo imetulizwa. Kuna mioyo imetulizwa. Kumbe niko mahali sawa. Kumbe kuna Mungu mahali hapa. There is storms. Now see storms, weka souls ambazo zimetulia, zikajua kumbe hii hapa zitoki. Kama yule amekuja jana na akakuja na katalogu cha mashinda yake na yakasha hata ku. Sasa mimi si kuna nyoyo zimetulia. Kuna watu ambao wamepata amani kwamba inawezekana. It is possible. Praise the Lord. Sasa yule jamaa kwa nini wewe uchezi kama wewe? Kwa sababu yeye bado anangojea nini? Kichaka. Anangojea ukuta. Anangojea
Amen. Na wako wapi? Hao watu wako hapa. Bado wanangojea kichaka. Bado wanangojea kuta. Bado wanangojea sijui wanangojea nini. Lakini Mungu anakuja anatendea wale ambao wako tayari kusikiza, kuelewa nafasi ya neno. Majina ambayo Mungu anatumia. Restored nini? Yaani kurestore ni kurejeshewa. Transformation, blessed, healed, whole. Sema yako. Si kila mtu ana yako. Amen. Roho zimeinama, zingine sasa zimeanza kusimama. Praise the Lord. Mungu wewe unangojea sermon. Sina sermon nyingine. Nimehubiri tayari na mmehubiriwa. Unangoja bado kuta zianze kugongwa huku, nianze kupigana na pitaka. Hakuna kitu kingine nahubiri. Neno lishapita na Mungu ashafanya na Mungu ametenda na ametuhubiria. Praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu akawaambia Petro, ikafika mahali Petro akamwambia, ukisoma kitabu cha second Petro wa pili, second Petro. Nyinyi ni watu ambao si wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akamwambia nyinyi si watu wa kawaida. Nyinyi ni watu ambao mmebarikiwa. Lakini ni vile imani yenu imetawanyika. Wengine wameangalia huku, wengine wameangalia huku, wengine wameangalia huku. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sifa. Lakini kama mungekusanyika pamoja, nyinyi nyinyi ni wabarikiwa na mmebarikiwa. Praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. You are a blessed nation. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyinyi ni wabarikiwa. Priesthood. Watu ambao ni makuhani kwa sababu mnamjua huyu Mungu. Haleluya. Watu ambao ni makuhani kwa sababu wanamjua nani? Wanamfahamu huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ni nani anaongea? Ni Petro anaongea kwa watu wa Israeli ambao walikuwa wametawanyika kila mahali. Walikuwa wametawanyika dunia nzima, hakuna mahali pamoja ambao walikuwa wamekaa. Praise the Lord. Na akawaambia nyinyi ndiye hamjifahamu, kama vile naambia wanaeleza nyinyi ndiye hamjijui. Otherwise nyinyi mkijiweka sawa sawa kwa mtambo sawa sawa, mkae kwa laini sawa sawa, mkae kwa neno sawa sawa, mkae katika maandiko, mkae katika utakatifu, msikie sauti ya Bwana kupitia kwa Roho wa Bwana, hakuna kitu hakiwezi fanyika hapa. Hakuna jambo ambalo haliwezi kufanyika. Praise the Lord. Na nilikuwa wakati nilikuwa natayarisha sikupenda leo ni mhubiri, lakini wacha nitaje tu kwa sababu ya masaa. Nitaje hivi. Nilipokuwa nikitayarisha somo la siku ya leo, Roho wa Mungu akanipeleka kwa Yusufu na ndugu zake. Nitaje tu haraka haraka. Yusufu na ndugu zake na mzazi wake. Na nikakumbuka koti ambayo alikuwa ameshonewa. Praise the Lord. Ambayo alishonewa na wazazi kwa sababu ishara ya upendo. Praise the Lord. Amen. Na hilo koti tukifuta maandiko tunaambiwa kwamba mandugu zake walipomuuza lile koti walimnyang'anya. Amen. Koti alienda bila koti. Alienda bila lile koti, vazi ambalo lilikuwa linaonyesha ishara ya upendo kutoka kwa wazazi wake. Praise the Lord. Maandiko inatuelekeza tena, inatuambia hivi kwamba wakati alienda kule, alibahatika kaenda nyumba nzuri. Si ni kweli? Yusufu alienda akaanguka kwa mikono. Hakuwa chokora hivi.
alienda kwa mtu ambaye very senior person in Misri, in Egypt. Praise the Lord. Na alipokuwa kule ikawa bado kuna roho ambayo inamfuata. Ile roho ambayo koti lilitolewa, sasa kuna koti la ndani ambalo sasa ndilo inafuatwa katika ile nyumba. Amen. Tunajua hiyo hadithi ya mke wa nani? Wa Potifaro. Sio? Mke wa Potifaro ndiye lakini angalia, huyu mama hakuwa anafuata koti vazi la juu, lakini alikuwa anafuata sasa vazi la ndani la huyu. Lile la kwanza limeenda. Amen. Lakini mama, jambo njema ni kwamba ati koti la juu hata likienda, ukiitwa majina ambayo utaitwa, kuna jambo ambalo Mungu aliweka ndani yako ambalo haliwezi kutolewa na mtu yoyote. Wakutoe manguo ya juu, wakupatike majina, wakuweke vile watakuweka, lakini vazi la ndani haliwezi kutoka. Ule mama akaenda kulingana na hadithi ile inatuambia Genesis 39. Amen. Praise the Lord. Lakini maandiko yanatuambia kwamba yule mama alibaki na vazi ili bwanake akija amuonyeshe, lakini yani si kusahau, kwa sababu hajui kuna kitu kinang'ang'aniwa hapa. Si vazi hili, lile linang'ang'aniwa ni lile la ndani. Kama huyu kijana angekuwa ametegwa na akategeka, vazi la ndani lingekuwa limeenda. Are you getting? Lakini sasa yule mama alibaki na vazi bado alibaki na vazi la juu, na character ya Joseph ikabaki. Bado character ya, praise the Lord, bado kile kitu kizuri kiko ndani yake kikabaki. Wokovu ambao uko ndani yako usibadilishwe, ama yani there's nobody ambaye anaweza badilisha, na hali ambazo unapitia haziwezi badilisha kile kiko ndani yako. Imani yako hiyo uko nayo, hakuna hali ambayo utapita huko uone hii deni imekuwa kubwa. Kwa hivyo nothing can change your faith, nothing can change your salvation, nothing can change your character, nothing can change what the Lord has said about you. Mungu amesema mambo mengi kuhusu, na hakuna mtu huko hata akutoe vazi ambaye anaweza badilisha. Tumekubaliana? Praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Nikimalizia, kimbia sana, nitakupatia hiyo maandiko kwa sababu mtusome baadaye. Kimbia sana utoke wakati hiyo. Ni Genesis tunaongea. Ni hiyo biashara, ni hiyo nini, hiyo ni weka hiyo yenye wewe unajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kile Mungu ameweka ndani yako, kile Mungu amesema utakuwa, anaweza badilisha. Hawakuzuia Yusufu kuwa kile ambacho Mungu alikuwa amesema atakuwa. Amen. Hadithi si inatuambia ndiye alikuja kuwa mwokozi wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo ni vizuizi tu, lakini zisibadilishe ama zisifunge ndoto zako. Wacha ndoto zako zilimei. Praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki kuhubiri zaidi. Sitaki kusema nawe ndiye usimame hivyo inastahili ufanye nini. Praise the Lord. Kwa sababu nawe haiwezi kusimama tu hii. Lazima uwe na kitu ambacho unaamini. Lazima kuna jambo ambalo umejiamulia. Praise the Lord. You have to decide for yourself. Kuna jambo inastahili ujiamulie. Mimi nitamtumikia Bwana siku za maisha yangu yote. Amen. Amen. Si ndivyo Joshua alisema? Mahali imefika, nitamtu mimi na nyumba yangu
jambo ambalo litanizuia tumikia siku za maisha yangu yote. Kuja nini? Haiwezi kuibali. Hilo ni wazi. Waende nao. Mungu wa Potifara alienda naye wapi? Alibaki naye akakuja akaambia bwanake, this is the evidence I have. Changalia hiyo mtu wako. Una hata nguo yake ndio hii. Akasukuma wapi? Gerezani. Amen. Lakini gerezani alikuwa anaenda kutafuta nguvu. Yaani gereza hamuoni ni njia. Sasa angefika kule kwa nani vipi? Akiwa hapa kwa Potifara, angefika kwa anaitwa nani mfalme? Kwa Farao, angefikaje? Si lazima angepitia hapo Karuti. Aingie kule shimo ndio akutane na wale watu ambao wanafanya kwa Farao, ndio waende na ushuhuda kwamba kuna mtu kule ana uwezo, ndio na wao wakati Farao atapata shida, na wao wakumbuke kuna mtu. It may seem that it is taking time na ni mbali sana, but hiyo ni mtu. Amen. Kwenda Kirii unaweza pita Nairobi, unaweza pita Kibwezi kitu. Si kweli? Na zote ni route, lakini hii route ambayo imechukuliwa unaona ni mbali. Lakini kumbe huko ndiko ameweka waya ambazo zitakupandisha juu. Praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali maloni zimekuweka, it may seem to be inaweza kuwa ulikuwa na maono hapo awali na unaona hizi madeni zimekuchelewesha, lakini zimekuja ni njia ndefu, pitia hiyo, uteseke kule gerezani, lakini huko ndiko utatoa nguvu. Amen. Ndiko kutafuta nguvu. In fact, kama unaweza testify hapa na staki, nimekuonya tangu yale mambo ambayo umefanya hapa sio mengi kuliko hata yale ulikuwa umefikiria huko mbele. Akiwa na hayo madeni, yale mambo ambayo amefanya hata kiomba kubwa, I can testify on his behalf. Ako Karuti kamekufanya akili inafanya kazi for the better. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli. Sasa hii mahali ulikuwa unakuta kama ulikuwa umeenda, utakuta hapo. Sasa hizi hapo kwa mahali ambapo wanazunguka na AC zinazunguka zinamu somewhere executive office. Na si wapi hujafanyia, umewahi kufanyia kwa Katana, ndiko ofisi huko kuna na Katana. Huko wapi? Kwa kibanda huko. And then now uko kwa executive office na hana mavitu nini tu. Amen. Na kazi zinafanya ndio kuna wakati ulikuwa unazunguka kama mchai. Kwa sababu you want to be everywhere every time. Huyu akifanya hivi, wewe ndiye sasa kazi unakifanya wewe ni kupigwa na AC. Yule ambaye amefikia akufikie ndiye anakuwa. Hao wengine ni wanakuwa sorted huko, lakini wale ambao kama wao migration ndio wanakufikia. Lakini mbeleni hata ungejua ni wapi ni upi wa immigration, lakini sasa hata wanatoa moyo wao kwa sababu ya mahali wanakukuta. We can talk with this guy. He seems executive. Kiwango chake ni siko juu, lakini kule kwa mavibada wanakuona kama nini, kama mechanic ambaye leo hakuvaa nguo. Kuna wakati hata wakati huo ulikuwa unavaa dust coat. Karibu mbaya hapo. Lakini sasa hivi Caroline akifua anapiga pasi na zinaenda sikio.
hapo yamefanyika wakati yako na 16, 1.6, 16. Si yamefanyika ukiwa halafu. Praise the Lord. Na mtumishi wa Mungu ametakasa mahali pale tulienda. And we did it on the office. God bless you. Nataka mhubiriwe, wewe ngojea ukuta ukopomoke. Wewe ngojea kichaka kisomeke, lakini kiko hapa. Amen. Ushuhuda huo unatumebomoa kila mahali. Praise the Lord. Wewe hata mkiitwa na familia yenu, hata kanisa, hata mkikusanywa pamoja, mwezi fika robo ya hiyo sehemu. Uletwa madeni yako na yule mwingine na yule mwingine na yule mwingine. Haiwezi kufika. Hii wajaye amonsta. Kwa kubariki. Naye madhabahu ni makubwa kama monster. Yaani madhabahu yanameza shida zote. Shida zote. Ndogo kubwa yote. Yeah? I'm happy today. Asante, God bless you. Leo nimefurahi. Na nyinyi mmefurahi? Simeona, yani leo tumekuja kuonyesha ukuu wa Mungu wetu. Anatoshana hivyo. Anatoshana hata hiyo yako kidogo. Sasa mbona si kwa nini wimbo unasema kwa nini tunakosa kwa nini tunakosa kumpatia shida zetu? Si wimbo unasema hivyo. Na ungekuwa sasa usilale ama usilale. Ungekuwa unasemaje wimbo gani? Kwetu ni rafiki. Si wa yule peke yake, hata kama ukashida kadogo ni rafiki pia.